Hivi ndivyo ambavyo Mtume Petro aliuawa kikatili, aliuawa kifo cha mateso sana. Alisulubiwa msalabani, na msalaba wake uligeuzwa kichwa chini, miguu juu. Alifia ndani ya jiji kubwa la Roma, Roma ya kipagani, Roma ya kishetani, Roma ya uovu. Utawala wa Roma ulikuwa ndio dola inayoutawala ulimwengu wote wa kipindi hicho, chini ya Kaisari. Mtume Petro aliuawa kati ya mwaka 64 hadi 68 pale baada ya Kristo, kwa amri ya Kaisari mwenye roho mbaya kwa kipindi hicho, aliyekuwa anatambulika kwa jina la Kaisari Nero. Yaani huyu baba, we msikie tu, huyu alikuwa ni kama shetani mzima. Enzi zake aliwaua watu wengi sana, na aliwaua watumishi wengi mno wa Kristo, na alilitesa kanisa. Na huyu, kwa wasiofahamu, Kaisari Nero ndiye aliyehusika na kifo cha Mtume Paulo. Na ni kwa nini tunasema Mtume Petro alikufa kati ya mwaka 64 hadi 68? Basi hilo tutaliongea kwa uzuri kabisa tutakapofika hapo mbele. Mtume Petro alihukumiwa kifo cha kuangikwa msalabani, na ulipofika wakati wa kutundikwa, aliwaomba wale wasulubishaji akisema kwamba, hapana, ninaomba kifo changu kisifanane kabisa na kifo cha Bwana wangu Yesu. Ninawaombeni, katika kifo changu msalaba wangu ugeuzwe, yaani juu kuwe chini na chini kuwe juu. Lakini kuna jambo moja kubwa sana ambalo ninatamani usikose kulifahamu, jambo lililosababisha hukumu ya Petro kutekelezwa kwa haraka isiyo ya kawaida. Na jambo hilo ni siasa chafu chini ya Kaisari dhidi ya kanisa la Mungu lililoko ndani ya jiji la Roma. Siasa hizo zilisukwa na Kaisari Nero kwa ajili ya kulisafisha jina lake kwa wananchi wa Roma. Sasa leo tunaenda kuyatazama mambo hayo yote kwa uzuri kabisa. Pamoja na hayo yote, pia tutaangalia kipindi cha mwisho cha maisha ya mtume wa Yesu, Mtume Petro. Tutaangalia kuanzia huduma yake, uongozi wake, mamlaka na ujasiri wake, maisha yake ndani ya jiji la Roma halikofia, pamoja na undani wa kifo chake. Hivyo ninakuomba usitoke hapo ulipo. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel hii, ni kuombe usubscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Sasa, kabla hatujagusa kifo cha Mtume Petro, hii hapa ni historia yake kwa ufupi, historia ambayo nimekuandalia kwa mpangilio wa matukio muhimu pamoja na miaka yake. Inakadiriwa kuwa Mtume Petro alipoitwa na Bwana Yesu ilikuwa ni mwaka wa 27 baada ya Kristo, na hapo akawa ni mmoja kati ya wanafunzi wa Yesu rasmi. Na kutokana na moyo wake wa kujitoa, Yesu akampa uongozi wa kundi lote la wanafunzi wake. Kwa hiyo Petro akawa ndiye kiongozi wa mitume
wote wa Bwana Yesu. Lakini mwaka wa 30 baada ya Kristo, wanaofahamu huo ndio mwaka ambao alikufa Bwana Yesu Kristo na kufufuka, ambapo baada ya kufufuka na kupaa kwake, kanisa lote la kwanza lilikuwa chini ya maongozi ya Mungu kupitia Mtume Petro. Kwa kanisa la kwanza lilikuwa likiongozwa na Mtume Petro. Lakini baadaye katika kipindi cha mwaka 33 hadi mwaka wa 38 baada ya Kristo, hapo ni kipindi ambacho Mtume Paulo alikuwa bado mchanga kabisa kihuduma. Ni kipindi ambacho Paulo alikuwa ametoka kuokoka, akafunga safari kutoka Arabuni alipokuwepo. Na tunapoiongelea Arabuni kwa sasa hivi ni sehemu za nchi ya Saudi Arabia. Akafunga safari kutoka hapo mpaka Yerusalemu, na alifunga safari hii ili tu kwenda kuonana na Petro. Paulo alikaa siku 15 nyumbani kwa Petro. Hii inaonyesha ni unyenyekevu mkubwa wa Paulo kwa kutambua kuwa Petro ni mkubwa wake kihuduma na amemtangulia. Na kwa kipindi hicho Petro alikuwa anajua mambo mengi kuliko Paulo, kama ambavyo Paulo anaandika mwenyewe katika Wagalatia sura ya 1 mstari wa 18. Anasema, kisha baada ya miaka 3 nilipanda Yerusalemu ili nikaonane na Kefa, nikakaa kwake siku 15. Mwaka wa 36 mpaka mwaka wa 41, hicho ndicho kipindi cha tofauti kabisa katika huduma ya Petro. Kipindi hicho Petro anatoka rasmi Yerusalemu na kwenda kuanza kufanya huduma nje ya jiji la Yerusalemu na mataifa mengine mengi yaliyokuwepo jirani, kama ambavyo Luka anaandika katika kitabu cha Matendo sura ya 9. Katika kipindi hicho ndicho ambacho Mungu alimtumia Mtume Petro kumponya mgonjwa mwenye kupooza kwa miaka 8. Mgonjwa huyo alikuwa ni Ainea wa Lida. Pia katika kipindi hicho ndicho Petro alichotumiwa kumfufua mwanamke mmoja aliyekuwa amekufa. Mwanamke huyo alikuwa anaitwa Dorcas, kwa jina lingine Tabita. Kipindi cha mwaka wa 39 hadi mwaka wa 41, hapo ndipo Mtume Petro anatumiwa na Roho Mtakatifu kuibadilisha mtazamo mzima wa Ukristo, na historia ikabadilika rasmi wa imani ya Kikristo. Mtazamo uliokuwa umebadilishwa kupitia Petro kuwa Ukristo si imani ya Kiyahudi tu kama walivyokuwa wanafikiria miaka hiyo yote. Unajua, Wayahudi walikuwa wanafikiria kuwa Ukristo ni dini ya Kiyahudi. Sasa kupitia tukio hili Mungu anawafundisha kwamba Ukristo ni imani ya watu wote ulimwenguni, na tukio hilo linatokana na Petro kumwombea mtu mmoja. Tena mtu huyo alikuwa ni askari wa kikosi cha jeshi la Roma aliyeitwa Kornelio. Na baada ya mtu yule kuokoka na kumpokea Roho Mtakatifu, mitazamo yote ya Wakristo wote wa kwanza ikabadilika na kukubaliana kwamba Mungu hana upendeleo. Na katika mwaka wa 41 mpaka mwaka wa 44, hicho ni moja kati ya kipindi cha ajabu sana kuwahi kutokea katika kanisa la kwanza. Kipindi hicho Petro alikuwa amerejea Yerusalemu, lakini mfalme wa kipindi hicho alikuwa ni mfalme Herode Agripa wa kwanza, mfalme aliyekuwa anapenda masifa,
na alikuwa anajipendekeza kwa Wayahudi. Huyu mfalme Agripa alitaka tu kujipendekeza kwa Wayahudi kwa sababu Wayahudi walikuwa wanaupinga Ukristo. Hivyo Herode akaamua kumuua mtume Yakobo kwa kumkata kichwa. Yakobo tunayemwongelea hapa, huyu alikuwa ni yule mwana wa Zebedayo, kaka yake na mtume Yohana wa Ufunuo, ambao kwa pamoja waliunda ule utatu wa kundi la wanafunzi walio karibu sana na Yesu, ambao utatu wao ulikuwa ni Petro, Yohana na Yakobo. Na hawa ndio walikuwa wanafunzi wa karibu zaidi na Yesu. Na Yakobo anakuwa ndiye mwanafunzi wa kwanza wa Yesu kuifia imani katika wale wanafunzi 12. Huyu alikatwa kichwa, aliuawa kwa upanga chini ya amri ya mfalme Herode Agripa wa kwanza. Baada ya kifo cha Yakobo, Herode akamkamata Petro na kumfunga gerezani ili azidi kujipatia masifa kwa Wayahudi, kwa kuwa wote walijua kuwa Petro ndiye kiongozi wa hizi harakati, ndiye kiongozi wa kanisa la kwanza. Hivyo akamweka ndani akisubiri wakati ili aweze kumuua hadharani. Akiwa gerezani, kanisa linamlilia Mungu kwa ajili ya Petro, na Mungu anamtuma malaika, na mara minyororo ya Petro ikafunguka pamoja na vifungo vyake vyote, na malango ya gereza yakaachilia. Petro akapita katikati yao akaondoka zake. Walinzi wa gereza hawakumwona kabisa kwa sababu walikuwa wamepigwa na usingizi, walilala kama waliokufa. Na walipokuja kuamka, walishangaa kuona gereza limefungwa kama lilivyokuwa limefungwa, ila mwanamume hayupo. Walinzi wote wakauawa kwa hasira kali za mfalme Herode, na kanisa hawakuamini kama Petro amerudi akiwa hai. Mwaka wa 44 mpaka mwaka wa 50 ni kipindi ambacho Petro alikuwa nje ya Yerusalemu. Pengine ni kutokana na zile jitihada za kumwangamiza, ila tukio linalokumbukwa katika miaka hiyo ni lile la Antiokia, ambapo alikutana na mtume Paulo, na Paulo alimkemea vikali Petro kutokana na vitendo vya Petro ambavyo Paulo aliviita ni unafiki. Ilikuwaje? Ni kwamba Paulo alimkemea Petro mbele za wengine bila kujali heshima aliyokuwa nayo, kutokana na Petro kuwa mtu wa sura mbili, huku yupo na huku yupo. Na hapo nataka ukajisomee mwenyewe kisa hicho katika kitabu kile cha Wagalatia sura ya 2 yote. Katika mwaka wa 49 mpaka mwaka wa 50, mtume Petro anaonekana tena Yerusalemu, na hii ni baada ya yule Herode kuuliwa na Mungu kwa kipindi cha muda mrefu uliokuwa umepita. Petro anakumbukwa kutajwa katika baraza kuu la kanisa akiwa kama mmoja wa mitume wazee na wenye mamlaka ya kutatua ule mgogoro ulioletwa na mtume Paulo kuhusiana na swala zima la tohara. Ukisoma kitabu kile cha Matendo sura ya 15 utaiona hotuba ya Petro. Ni moja kati ya hotuba muhimu sana za kanisa. Ningekusomea, ila kwa sababu ya muda nenda kasome mwenyewe. Mwaka wa 54 baada ya Kristo, inasadikika Petro alilitembelea kanisa la Mungu lililoko Korinto, kanisa ambalo lilifunguliwa au lilianzishwa na Mungu chini ya mtume Paulo.
Na Petro alipofika hapo alifanya huduma kiasi cha waamini kushangazwa sana na matendo makubwa ya Mungu ambayo alikuwa amemtumia mtume Petro kuyafanya katika jiji la Korintho. Wakashangazwa na injili yake na wengi wakavutiwa naye sana na kumpenda. Hii ikaja baadaye kuleta mgogoro mwingine mkubwa, kwa sababu waumini wale walikuja kujigawa na kuanza kufanya tathmini kati ya watumishi wote waliokuwa wakipita Korintho. Na hapo ndipo ambapo wale waumini wakajigawa. Wengine wakawa wanafananisha kati ya Paulo, kati ya Petro na kati ya Apolo. Nani mkali? Nani hatari? Nani yupo juu? Na hapo ukawa mgawanyiko mwingine mkubwa. Wengine wakasema wewe, mimi naenda na Paulo. Wengine wakasema wapi? Hapa Petro ndo mwamba. Na wengine wakasema hamna, Apolo ni chuma. Na wengine wakajifanya wa kiroho, wakasema wewe, sisi ni Wakristo. Paulo analishughulikia tatizo hilo, anawaambia mjapokuwa na baba wengi, mjapokuwa na waalimu wengi, lakini kumbukeni kwamba mnaye baba mmoja. Kwa wale wanaopinga fundisho la baba wa kiroho, nataka niwaambieni mkasome tena kitabu cha Wakorintho. Baada ya hapo, mtume Petro inasadikika aliingia katika jiji kubwa la Roma, jiji la kipagani, jiji la uovu ambalo mwenyewe alikuwa analiita Babeli. Mtume Petro alifika Roma mapema kabla ya mtume Paulo kufika Roma, na hiki ni kitu cha ajabu sana. Paulo alikuwa ni Mrumi, lakini alikuwa ni Myahudi. Lakini pamoja na kwamba Paulo alikuwa ni Mrumi, ila Petro alikuwa wa kwanza kufika katika jiji la Roma kabla ya Paulo kihuduma, mpaka Paulo anaandika ule waraka wa Warumi, kitabu cha 6 katika vitabu vya Agano Jipya. Kitabu cha Warumi Paulo anakiandika akiwa Korintho na alikuwa bado hajakanyaga Roma. Petro alifika Roma kuliimarisha kanisa lililoko katika jiji lile ambalo lilianzishwa na waamini wachanga waliopokea kipawa cha Roho Mtakatifu kupitia injili yake Petro mwenyewe katika siku ya Pentekoste. Hivyo ile injili ambayo Petro alihubiri siku ya Pentekoste, wale walioisikia ile injili wakachomwa mioyo yao, wakamuuliza Petro, tufanyaje? Ndipo Petro akawaambia, nendeni mkatubu, mkabatizwe kwa jina la Yesu. Wale watu waliojazwa Roho Mtakatifu wengine walipotawanyika, ndio waliokuja kulianzisha kanisa la Mungu katika jiji la Roma. Na hapa Petro analitembelea kuliona kanisa hilo. Hivyo ni kama kanisa la Roma lilianzishwa kupitia injili aliyoihubiri Petro mwenyewe, ila lilikuwa katika magumu mengi kutokana na mji huo ulikuwa ni mji wa kipagani. Mji wa Roma ulikuwa ni mji wa ibada za miungu mingi kama Zeus, alikuwa anaabudiwa mungu anaitwa Nimrod, alikuwa anaabudiwa mungu mkuu katika mapokeo yao Jupiter, alikuwa anaabudiwa mungu wa vita anaitwa Mars. Kwa lilikuwa ni jiji lililosheheni miungu mingi, lakini lilikuwa ni jiji lililosheheni tamaduni nyingi, lakini lilikuwa ni jiji lililosheheni wageni wengi, lakini lilikuwa ni jiji la starehe, jiji la biashara, jiji la uasherati. Yamkini Petro alikuwa hajui kuwa safari yake hiyo ya kwenda Roma ndio iliyokuwa safari yake ya mwisho, na hatorudi tena akiwa hai, na ataifia imani katika mateso makali. Sasa cha ajabu ni kwamba Bwana Yesu katika wanafunzi wake wote 12 ni mwanafunzi mmoja tu aliyetabiriwa kifo chake kitakuwa cha namna gani, na mwanafunzi huyo
alikuwa ni Mtume Petro. Mtume Petro alitabiriwa na Yesu jinsi ambavyo atakufa. Hivyo Mtume Petro alikuwa anatembea akiwa anajua ni mauti gani ambayo itampa Mungu utukufu atakayoifia, lakini hakuwa anaelewa kwamba atafia Roma. Hakuwa anajua kwamba anapokwenda Roma ilikuwa ndio safari yake ya mwisho. Mtume Petro hakuwa anafahamu kwamba wakati wake umefika mwisho, ila Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Katika kitabu kile cha waraka wa pili wa Petro, Petro anaandika kwamba wakati wangu unakaribia sana. Yamkini alikuwa anafahamu wakati wake unakaribia, lakini hakujua kwamba muda wake ndo unaishia katika jiji la Roma. Sasa ninaomba kwa leo niishie hapa, ila katika sehemu ijayo ya kipindi hiki tutaangalia matukio yote muhimu ambayo sasa yalitokea ndani ya jiji la Roma yaliyopelekea kuuawa kwa Petro kwa mateso makali, pamoja na watakatifu wengine wengi wa Mungu akiwemo Mtume Paulo. Ilikuwaje? Kulikuwa na siasa gani huko Roma kiasi cha kuwaua Wakristo wengi namna ile? Basi nikuombe usikose sehemu ijayo, na usiache kualika watu wengine katika kipindi hiki, na kama bado hujasubscribe channel nikuombe usubscribe sasa. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, na namba zetu ni kama unavyoziona hapo kwenye skrini yako, kwa maombi, maombezi, ushauri wa kiroho na mengine mengi, ikiwemo kujiunganisha pamoja na huduma hii kwa matoleo yako, kwa sadaka yako. Basi tumia namba hizo hapo. Usiache kutuweka mikononi mwa Mungu, usiache kutuombea. Mungu akubariki sana. Tukutane katika kipindi kijacho, na kipindi kijacho tutakuwa tukiangalia mwendelezo wa historia ya kabila la Lawi. Mungu akubariki sana.